Ilikuwa mida ya jioni. Katika kijiji kidogo cha Kino, palipojaa mandhari ya kijani kibichi na sauti za ndege kila asubuhi, aliishi binti mdogo aitwaye Fatuma, mwenye roho ya upole na bidii isiyoelezeka. Alilelewa na bibi yake mzee, baada ya mama yake kumtelekeza akiwa mchanga. Alikuwa akisoma shule ya Raha leo. Alikuwa ni mtoto mwenye akili nyingi darasani na kuwapita wanafunzi wenzake. Walimu walimpenda sana. Ila Fatuma alikuwa na changamoto. Pamoja na uhodari wake, alikosa. Aliwahi kutimuliwa zaidi ya mara 5 kwa kushindwa kulipa ada. Machozi yalimtiririka kila alipowaga wenzake, akirudi nyumbani kumkuta bibi yake akiugua na njaa, ikiwa mgeni wa kila siku. Alimlilia bibi yake mara kadhaa, lakini bibi yake alimjibu, mjukuu wangu, unanona hali yangu, sina uwezo wa kukusaidia uendelee na masomo. Fatuma alilia, lakini alijua kama bibi yake angekuwa na pesa, angemsomesha. Baada ya siku kadhaa kupita, alikuwa nyumbani akimsaidia bibi yake kazi za nyumbani na shambani. Wakiwa wanakula mlo wa usiku, giza liliingia. Walikwenda kulala. Bibi yake aliugua ghafla zaidi, presha ya kupanda. Usiku ule alikwenda kumchukulia dawa zake alizochemsha na kupata afadhali. Bibi alisema, umeokoa maisha yangu mjukuu wangu. Asante sana. Fatuma hakuwahi kumjua mama yake wala sura yake, isipokuwa picha ya kizee aliyotunza kama kumbukumbu ya pekee. Siku moja, Fatuma aliketi chini ya mti wa mkuyu, macho yake yakiwa yamejaa maumivu na maswali yasiyo na majibu. Alifikia uamuzi mgumu wa kumwacha bibi yake na kwenda mjini kutafuta vibarua ili apate angalau fedha ya kumhudumia bibi yake mpendwa. Bila pesa, bila msaada wowote, na bila matumaini, alifunga virago na kuelekea jiji lenye kelele na harufu ya matumaini mchanganyiko na tamaa, jiji la Dar es Salaam. Baada ya siku 2 za kulala barabarani na kuomba chakula kwa wapita njia, hatimaye alipata kazi kama msichana wa kazi kwa mama mmoja maarufu katika mtaa wa Sinza, aitwaye Mama Skola. Alikuwa mwanamke mwenye pesa, lakini alionekana kuwa na moyo mzuri. Alikuwa mkarimu sana na mwenye uhitaji wa binti wa kazi. Fatuma mwanzoni alifurahia. Alianza maisha mapya yaliyojaa matumaini. Baada ya muda kupita, alianza kupitia manyanyaso, kupigwa, kula chakula kilichosalia na kulala sakafuni kana kwamba hakuwa binadamu. Mama Skola alisikika akisema, sisi hatulishi mbwa kama wewe. Chakula chako ni makombo. Nisikuone kwenye meza ya chakula. Kingine, usikae kwenye sofa zangu, unachafua na nguo zako chafu. Nililia baada ya kuingia chumbani, chumba kisicho na neti na mbu waliojaa, kama niko gerezani. Nilijikuta na mawazo na kujiuliza, kwa nini napitia haya? Mimi sio binadamu. Kila siku alilia kimoyomoyo, akijiuliza kwa nini dunia haikuwa na huruma kwake. Fatuma alijisemea, kama ningelimjua mama yangu mzazi, haya yote yasingenikuta. Alichukua picha aliyopewa na bibi yake na kuikumbatia kwa uchungu. Hakujua kwamba mama huyo mkatili aliyekuwa akimtesa kila siku ndiye mama yake wa kumzaa, mwanamke aliyemtelekeza miaka mingi iliyopita kwa tamaa ya maisha bora na mwanamume mwingine tajiri. Siri ya damu ilikuwa imejificha ndani ya kuta hizo, ikingoja kulipuka kwa machungu, majuto na maumivu yasiyosemwa. Fatuma aliendelea kuvumilia maisha ya manyanyaso nyumbani kwa Mama Skola. Alikuwa akiitwa majina ya dharau kama mtoto wa maskini, mchafu na kichwa maji. Kila siku alikuwa wa kwanza kuamka, akisafisha nyumba nzima, kufua nguo, kupika chakula cha familia, halafu kula mabaki yake akiwa jikoni. Japo moyo wake ulikuwa umejaa huzuni, hakuwahi kulalamika. Alikumbuka kila mara sababu ya kuwepo pale. Bibi yake mgonjwa kijijini, aliyekuwa akimtegemea kwa kila kitu. Mama Skola hakuwa tu mkali, bali pia mjeuri. Aliwahi hata kumchoma Fatuma na kijiko cha moto kwa sababu ya kumwaga maziwa kwa bahati mbaya. Alimfokea mbele ya wageni, akimdhalilisha kana kwamba hakuwa na utu. Fatuma alilia usiku mwingi akiwa chumbani kwake cha giza kilichojaa mende, machozi yake yakimlaza. Siku moja alipokuwa akipanga makabrasha ya Mama Skola, aliangusha bahasha moja ya zamani. Kwa hiari ya macho, aliona picha ya mwanamke kijana aliyefanana naye kwa namna ya ajabu. Moyo wei kuliruka. Ndani ya bahasha hiyo kulikuwa na cheti cha kuzaliwa. Jina la mtoto lilikuwa Fatuma Said, jina lake kamili.
Mama, Scholastica Said. Macho yake yalianza kujaa ukungu. Akatoka mbio hadi chumbani kwake, akavuta begi lake dogo la plastiki lililokuwa limechakaa. Ndani kulikuwa na picha aliyokuwa amepewa na bibi yake, picha ya mwanamke kijana aliyemzaa. Aliwasha tochi ya simu aliyokuwa amepewa na mtoto wa mama Scholar kwa siri, akalinganisha picha zile mbili. Zilifanana kama kioo. Fatuma aliishiwa pumzi. Akakumbuka siku ambazo mama Scholar alimchukia bila sababu, siku alizomwambia hakuwa na thamani. Na sasa ukweli ulisimama mbele yake kama mlima mkubwa. Alimtesa mwanawe mwenyewe kwa mikono yake. Lakini Fatuma hakupiga kelele. Hakumkabili mama Scholar usiku huo. Alikaa kimya. Machozi yakamtoka kimya kimya. Lakini moyoni alijua kilichofuata kilihitaji hekima, si hasira. Usiku ule Fatuma hakulala. Alibaki macho kitandani, moyo wake ukigonga kwa kasi kama ngoma ya vita. Kila kumbukumbu ya mateso aliyopitia mikononi mwa mama Scholar sasa ilipata maana mpya. Ilikuwa ni maumivu ya kipekee, si tu kwa sababu ya mateso, bali kwa sababu yule aliyemuumiza ndiye aliyeleta uhai wake duniani. Asubuhi ilipofika, Fatuma aliendelea na kazi zake kama kawaida, japokuwa ndani yake kulikuwa na tufani ya hisia. Alikamua maziwa, alipiga deki na kutayarisha kifungua kinywa cha familia kama vile hakuna kilichotokea. Lakini kila alipotazama sura ya mama Scholar, alihisi kama moyo unachomwa na sindano za moto. Siku hiyo jioni, Fatuma alipomaliza kazi zake, alikaa bustanini. Alijua lazima afanye uamuzi mgumu, ama aendelee kuficha ukweli na kuondoka, au akabiliane na mama yake na kuvunja minyororo ya maumivu. Baada ya muda wa tafakari, alichukua bahasha aliyoyokota na picha ya zamani, akaziweka pamoja na picha aliyokuwa nayo toka kijijini. Akaingia sebuleni polepole, mahali alipokuwa amekaa mama Scholar akiangalia televisheni huku akinywa juisi ya parachichi. Samahani mama, naomba dakika 2, Fatuma alisema kwa sauti ya heshima lakini yenye uzito. Mama Scholar alimkatia macho. Kwani unataka nini sasa? Usinikoshe, nimechoka. Fatuma alinyanyua picha ile na kuiweka mezani. Hii hapa na hii hapa ni picha ya mama yangu na hii ni cheti cha kuzaliwa nilichoona kwenye bahasha yako. Mama Scholar alishtuka. Alinyamaza. Akatoa picha kwa mikono inayotetemeka, akaitazama kwa makini. Akatambua sura yake mwenyewe alipokuwa msichana, akiwa na mtoto mchanga aliyemwacha miaka mingi iliyopita. Unamaanisha? Mama Scholar alinyanyuka, sauti yake ikivunjika. Ndio mama. Mimi ni Fatuma, mtoto uliyemwacha kwa bibi mlimani. Nimekuwa hapa kwako kama mtumwa, bila kujua wewe ni mama yangu. Kimya kilitawala chumba. Mama Scholar alianguka kwenye sofa, machozi yakimtiririka. Alianza kuomba msamaha kwa sauti iliyokuwa dhaifu na ya huzuni. Lakini kwa Fatuma, msamaha haukuwa wa maneno, ulikuwa wa matendo. Nimekusamehe mama, Fatuma alisema. Lakini sina hakika kama naweza kusahau. Alisimama, akachukua pochi yake ndogo na akaelekea mlangoni. Bila kugeuka, alitoka nje akiwa na machungu, heshima na nguvu mpya. Sasa hakuwa mtumwa tena. Alikuwa mtoto wa malkia aliyejificha kama mama mkatili. Mvua ilikuwa inanyesha kwa utulivu usiku ule Fatuma alipotoka nyumbani kwa mama Scholar. Kila tone lililoanguka lilionekana kusafisha maumivu aliyobeba kwa miaka mingi. Alitembea barabarani akiwa na pochi yake ndogo, huku moyo wake ukijaa mchanganyiko wa huzuni na uhuru. Hakujua pa kuanzia, lakini alijua hana tena minyororo ya mateso. Aliamua kurudi kijijini kwa bibi yake. Safari ilikuwa ndefu na ya kuchosha, lakini kila kilomita aliyosogea ilimtoa mbali zaidi na kumbukumbu za uchungu wa utumwa wa ndani. Alipofika kijijini, bibi yake alimtazama kwa mshangao na furaha iliyojaa machozi. Karibu nyumbani mwanangu, nilijua umerudi, bibi yake alisema kwa sauti ya upole. Fatuma alikumbatia bibi yake kwa nguvu, akijua kwamba kwa sasa maisha yalianza upya. Aliamua kurejea shule, na kwa msaada wa mwalimu mmoja kijijini, alijiunga na darasa la watu wazima. Aliwaambia wanafunzi wenzake, sikubali tena maumivu ya jana yaamue kesho yangu. Wakati huo huo, mjini,
Mama Skola alikuwa kwenye hali ya mshtuko wa nafsi. Kila kona ya nyumba ilimkumbusha Fatuma, binti aliyemnyanyasa bila kujua ni damu yake. Alikosa usingizi, alilia kila siku. Akaanza kutafuta taarifa zake. Alijaribu kumpata kupitia kijiji, kupitia bibi yake, lakini Fatuma alikataa kurudi. Badala yake, aliandika barua yenye maneno machache. Mama, asante kwa kuniweka duniani. Maisha ni zawadi, lakini baadhi ya zawadi huja kwa uchungu. Nimekusamehe, lakini sitarudi kuwa mjakazi wa historia yangu. Fatuma. Barua hiyo ilimvunja Mama Skola moyo. Alianza kujitolea kwa mayatima na kuwasaidia wasichana wa mitaani. Alitaka angalau kwa njia hiyo afute mabaya yake ya zamani. Miaka 3 ilipita. Fatuma alihitimu masomo yake. Alipata kazi kwenye shirika la mafuta iliyokuwa ikimlipa mshahara mzuri, na maisha yake yakawa mazuri sana. Baada ya mafanikio yake, bibi yake alifariki. Alilia kwa uchungu, maana bibi yake alikuwa upendo wake wa kweli. Alijua amepata kazi ili amtunze. Matokeo yake ametoweka. Baada miezi kupita, aliendelea na maisha na yake. Alijitoa kwenye jamii yake, na kila alipowasaidia waliopitia mateso kama yake, alijua kitu kimoja: maumivu yake hayakuwa ya bure. Yalizaa nguvu, hekima na mabadiliko. Miaka 5 baadaye, nikiwa na marafiki zangu, tulikwenda kwenye sherehe ya Malkia wa Nguvu. Nilishawishika kutoa hotuba ya mapito yangu. Nikizungumza kwa sauti yenye utulivu na msimamo, nilisema, niliteswa, nikatengwa, lakini sikuachia mateso yaandike maisha yangu. Kila mtoto anastahili upendo, heshima na nafasi ya kuota. Mama Skola, sasa mzee na mgonjwa, alikuwa mmoja wa watu waliokuja kusikiliza sherehe hiyo, akiwa amekaa nyuma ya ukumbi, akiwa na fimbo na jicho lenye majuto. Alitazama binti yake akiwa amesimama jukwaani, mrembo, mwenye kujiamini, na akagundua kitu kimoja: alimzaa malkia, lakini hakujua thamani yake. Baada ya hotuba, Mama Skola alimsogelea polepole. Macho yao yalikutana. Hawakusema kitu. Fatuma alimsogelea, akampapasa bega kwa upole. Hawakuhitaji maneno. Majuto yalikuwa wazi. Msamaha ulikuwa tayari. Fatuma alimhudumia mama yake hadi mwisho wa maisha yake. Si kwa sababu alimsahau alichofanyiwa, bali kwa sababu alijifunza kwamba kusamehe ni nguvu na kupenda ni ushindi. Sasa Fatuma aliandika historia mpya, si ya uchungu, bali ya matumaini.